utangulizi kabisa, nguvu ya umoja wa kweli. Nguvu yenye umoja wa kweli, nguvu ya umoja wa kweli. Utasoma katika kitabu cha Matendo 1:14. Mwingine afunue Yohana 17:21. Matendo 1:14. Tunazungumzia nguvu ya umoja wa kweli. Ipo katika kitabu cha Matendo 1:14. Kama umepata unaweza kutusomea. Matendo sura ya 1:14. Amina. Nasema hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Amina. Ishi hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake na Mariamu na mama yake Yesu na ndugu zake. Haleluya. Amina. Walikuwa na moyo mmoja katika kusali. Je, una moyo mmoja katika kusali? Umeweka umoja wa kweli? Hao watu walikuwa wana nia mamoja. Walikuwa wakiingia katika hekalu kusali, walikuwa wana nia mamoja na moyo mmoja. Walikusudia kitu kimoja. Walipanga kitu kimoja. Waliambizana kwa nia moja. Haleluya. Hakukuwepo mwenye utofauti. Waliungamana pamoja. Hakukuwepo aliyejitenga na mwenzie. Hakukuwepo mwenye alikuwa na kauli mbili au njia mbili. Amen. Unapenda kuwa na roho ya umoja? Amina. Unapenda kuwa na kauli moja kuungamanisha na wenzio? Amen. Na Roho Mtakatifu? Amen. Haleluya. Kama unapenda mshangilia Mungu aliye hai. Maana maandiko yanasema wote walikuwa na nia moja na roho moja katika kusali, katika kuabudu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amina. Soma Yohana 17:21. Yohana Mtakatifu 17:21. Soma kwa kidogo. Sura ya 17:21. Nasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Endelea. 22. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. 23. Mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma. Ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwenguni. Baba mwenye haki, ulimwengu haukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Ishi hapo. Shangilia Mungu aliye hai. Tunazungumzia nguvu yenye
kweli. Kitu tunachozungumzia ni umoja wa kweli. Anasema Baba, naomba ili wawe na umoja. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ili wajue ni wewe uliyenipeleka. Haleluya! Uliyenituma katika kazi hii. Tunazungumzia kwa marefu na mapana. Hebu hapo tutatafsiri vizuri. Yaani mtumishi aliyeaminiwa kuongoza kundi akasimama na kupiga maombi hayo, naomba wawe na umoja kama mimi nilivyo na umoja. Haleluya! Jina la Bwana lipewe sifa. Naomba kundi hili ambalo umenipa Baba liwe na umoja wa kweli, ninie pamoja, nifanye pamoja, nifanye pamoja katika kudumu kusali, katika huduma mbalimbali, katika mipango ndani ya huduma ya Bwana. Haleluya! Ili wajue ni wewe uliyenituma, maana sijajipeleka. Mtumishi wa Bwana hajajipeleka, ametumwa na Mungu. Shangilie Mungu aliye hai. Hajajipeleka, ametumwa na nani? Na Mungu. Ameaminiwa na Mungu, ndio maana akapewa kundi, na alipopewa kundi sasa anayo maombi yale ya kusema Baba, naomba ninapowafundisha juu ya umoja wakashike mambo ya umoja, wakashike jinsi ninavyoelekeza, wakae na umoja kama mimi nilivyo na umoja. Ninavyokuhitaji unipe cha kuwacheulia na wenyewe wapate. Jina la Bwana lipewe sifa. Baada siri kubwa imebebwa na mtumishi wa Bwana mpakwa mafuta. Haiwezi kapitia kwako nyingine kabla yeye haijapitia huko. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Lazima lipitie kwa mtu aliyeaminiwa, aliyepewa dhamana, aliyepewa kundi. Lazima likipitia kwake anakugawia. Mungu amesema. Ndio maana mtumishi anasema Mungu amesema, hajasema mimi nimesema. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa lolote linapotokea kwa Mungu, akajulisha mtumishi wa Bwana, akalileta kwenu, ni roho ya umoja. Sema roho ya umoja. Anataka na nyie muipate hiyo roho ya umoja, ili muwe kitu kimoja, mnie mamoja, msiende kinyume na mtumishi wa Bwana, msiende kinyume na mpango wa Mungu aliyemjulisha mtumishi wa Mungu, ili alilete kwenu, muungamanishe na mkubaliane, mfanye kitu kimoja. Mshangilie Mungu aliye hai. Roho ya umoja inahitajika sana kanisani. Inahitajika sana kwa watumishi ambao tumeaminiwa, tumeitwa na Mungu. Inahitajika sana kwa wewe uliokoka. Roho ya umoja. Roho ya umoja. Tena sio umoja tu. Kuna umoja watu wame